Karibuni tena Wakenya wenzangu, imewadia saa 5:42 za usiku na niko hapa na Vampire Diaries. Now, in August of 2024, The Standard did this story about Kenya pays 40 billion extra in pipeline construction deal. Sasa, when I saw this newspaper article, ilini make very curious. Nilitaka kujua hii 40 billion hii ndo gani? So I've gone my own digging, nimetafuta documents, nimeongea na watu in high places, nimeongea pia na watu in low places and in corridors, nimepata maneno and I want to give you the full story. So now there was a contract for the procurement, construction, testing and commissioning of Nairobi Mombasa Oil Pipeline Company line 5. So this is what happened. Tayari Kenya iko na pipeline from Mombasa to Nairobi yenye inaleta mafuta. Kuna pipeline yenye inaleta mafuta, like ship ikifika Mombasa inamwaga mafuta kwa hiyo pipeline inakuja paka Nairobi. So hao walisema ni mzee, wanataka kuireplace, wanataka kuirepair, all that. So wakaweka hii project. Now I want to read for you the official figures kutoka kwa report ya Auditor General. This is the Auditor General's report for the financial year of 2018-2019. So tutasoma pamoja. For the financial year ended 30th June 2019, there is an amount of 51,416,165,547 that was spent on the Mombasa Nairobi oil pipeline. So kuna 51 billion imetumika kwa Mombasa Nairobi oil pipeline, commonly referred to as line 5. Anakuja anasema, as highlighted in the previous audit ya hiyo mwaka ingine, it started in July 2014. So walianza kujenga hii kitu July 2014. After ku award tender ya US dollars 484,502,887. So hii amount iko equivalent to around 40 something billion Kenya shillings, but with the time walivari hiyo contract paka ikakuja kufika 51 billion. So initial tender amount ilikuwa hii 484 million US dollars, which is equivalent to 49 billion, yeah, as I told you, 49,563,821. Now, kuna issue ya variation hapa, variation of orders. Huyu mtu alisema kuna vile sisi wa Kenya tulichange design ya vile hiki kitu ilikuwa inafaa kujengwa, so akaanza kubadilisha. Na pia kuna alikuwa anatudai ambayo ni 20 billion. Hii 20 billion alikuwa anatudai ati tulikuwa tunachelewesha payment yake, na therefore alikuwa na lose kwa kukuwa on the ground. Wakenya nimeshindana nikiwaambia hivi. Of course, sometimes kwa contracts mtu akikudile unafaa kulipwa. But in Kenya, hii kitu inaitwa pending bills is also a way of looting public funds. Nimewaambia juu ya Nuno Modegashi Road, where a contractor was paid an extra 500 million and another 80 million juu. Niliwaelezea story ya Thwake Dam and how much the contractor was paid extra. So hii kulipwa extra where delays happen deliberately, by the way, so that contractor adai hiyo pesa ya kudeleiwa ndo alipwe excess. So angalia huyo anatudai ngapi? Huyo anatudai 20 billion. Yeah? This 20 billion 921,212. Yani kama contract ilikuwa 49 billion, tunawezaje kuwa tunamlipa 20 billion just for being late, ati tumekuwa late kumlipa? Anyway, tuendelee. Mwishowe alitupeleka kotini kutudai 19 billion. So not 20 billion juu tulimlipa some 1.5 billion hapa. Alright? So akatupeleka now for the 19 billion out of the 20 billion. Akatupeleka kotini, anataka kulipwa hido. Now there's something nataka niwaambie about what goes on in court. As somebody who has trained to be a lawyer, I'm supposed to trust the courts. I'm supposed to know that the courts have the best interests of the public at heart.
Lakini Kenya koti ni kipindi in very many cases. It's a lie. Most of the court processes in Kenya are very corrupt. And actually, kuna time hadi contracts zingine zinapelekonga kotini kuzisanitize so that they undergo a court process and a court order itoke so that your court order itumike kusanitize your project. Let me give you a very good example. Kulikuwa na kampuni hapa ya real estate. Hiyo kampuni ikachukua pesa kwa watu, ikasema inawauzia nyumba off plan. So wakachukua pesa ya watu like 4 billion. Ikasema inajenga whole estate yenye iko na manyumba hundreds. So kila mtu ulipie nyumba juu. Sahi kama ni 3 bedroom, ukilipa sahi ni 4.2 million, ukingoja ishe ni 6.5 million. So mtu ana prefer kununua kama kabla haijajengwa to save the 2 million. Do you know what that company did? Hiyo company after kununua shamba walianza kujenga vitu kama foundation nini. Out of the 4 billion wakaspend kama 300 million. Alafu wakatafuta proxy, wakamlipa. Huyo proxy akaenda kotini kudai kwamba hiyo shamba ni yake. Alipoenda kotini kudai kwamba hiyo shamba ni yake, wakapita nyuma, wakaenda wakabribe judge. Judge akatoa court order yenye inasema construction should stop pending hearing of the case. Sasa kwa wale mawakili practice London Environment Court, mnajua diary imejaa. Sasa ukitaka hearing date unangoja 2 years ama 1 year. So what did this contractor do wa manyumba? After kupeleka hiyo kitu kotini, wamebribe judge ametoa order ya kusema hii kitu isijengwe pending hearing of this case. Ile balance alikuwa nayo from the 4 billion, kama alikuwa amespend kama 300 million kujenga jengo tu foundation na nini, hiyo ingine akakula. Iliibwa hivyo. Zingine akaweka money market funds, zingine akakula, zingine akapea wasichana huku. That is how people lost money in that program. All right? So somebody takes himself to court through a proxy, ndio hiyo project isimame. So kama ulikuwa umelipia nyumba kwa hiyo estate, ukienda kwa ofisi kudai unaambiwa, "Ai bana, si unajua tuko na court order. Na court order imesema tusiendelee kujenga pending hearing." Kipindi mchezo wa town. Turudi hapa kwa history. So huyu jamaa ametupeleka kotini anadai 19 billion. That's almost half of what we are supposed to pay him for the whole project. Lakini yeye ndiye anadai kama interest ya kumchelewesha na vitu zingine na sijui nini. Wenye kuaward hii tender ilikuwa awarded on 1st July 2014 by Kenya Pipeline Company. Now the current leaders wa Kenya Pipeline Company, chairperson ndio huyu Faith Boynet, current managing director ndio huyu Joe Sang, alafu kuna other directors, and then there's this very curious guy who is the representative of the PS of Treasury, anaitwa Abraham Kipkorir Koech. Yeah? So kuna Faith Boynet, kuna Joe Sang, na kuna Abraham Kipkorir Koech. Now kuna kitu nataka ujue, he is the representative of the PS of National Treasury. PS of National Treasury anaitwa aje? Chris Kiptoo. Now you realize that all these people come from one community. Now, kuna kitu nilisema juzi on Twitter na bado nikaisema on Facebook kwamba don't judge any tribe in Kenya ati kwa sababu kuna mtu wao kwa serikali anaiba. You should know tunateseka sisi wote, including people from Kalenjin land. They are suffering. They are also feeling the pain of the economy. Si ati wao watoto wao wenye wamemaliza mashule wako na jobs. They are suffering like us. So sometimes win them over with love. Most of them are actually against corruption and bad governance. But those who still support, win them over with love. Because unaona hawa watu hao. In case of loss of any public funds, these people will not share with the people in Kale land. Hawa watu watakula peke yao na matumbo zao hawa. It will be for them and their stomachs. Hakuna kitu ati wanaenda kusaidia mtu wako huko chini mwenye wako huko Nandi. Hakuna. Teremke tuendelee. They awarded the tender to Zakem International Construction Limited. Contract number SU/QT/032N/13. Ndio contract number. Imepewa kampuni inaitwa Zakem International Construction Limited. Wenye Zakem ndio hawa. Tuanze na mzae.
Georges Zakem, founder and chairman of the board of directors. Abdallah Zakem, kama ni familia hii, board member and group president. Ibrahim Zakem, group vice president in charge of Africa. Na Albert Zakem, group vice president in charge of Nigeria. Alafu bado kuna Marwan Zakem, huyu ndio huyu sasa managing director and construction Ghana na Senegal huko. Contract sum ilikuwa 484 million US dollars, 502,886 in US dollars, which is equivalent to 49.5 billion Kenya shillings. Sasa Kenya iliboro pesa ya kufanya hii kitu. We didn't have the money. Hii pesa tunasema ati 49 billion hatukuwa nayo yote. Kenya needed to borrow in order to afford building this. So waliboro kutoka kwa nani? Banks ndizo hizi zenye ziliwapea hiyo do. CFC Stanbic Bank, Citibank, NCBA ya Uhuru kawaida, Cooperative Bank, Rand Merchant Bank and Standard Chartered Bank. Ando watu waliunda hii kitu. Na unaona title ya barua inasema nini? This is a mandate letter. US dollars 350 million loan for replacement of the existing Mombasa Nairobi multi-product pipeline. Walikuwa napeana out of the 484 million US dollars, walikuwa napeana 350 million. Nitakuonyesha vile walikuwa nagawana hii biz. So ni 16% kila mtu. Hao walikuwa wanatoa 58 million USD. CSB, City walikuwa wanatoa 58 million, CBA walikuwa wanatoa 58 million, hivyo paka Standard Chartered 58 million. Total inakuja 350 million US dollars. So hizo ndizo zile banks zilifund projects. Now, kuna kitu ingine nataka niongelee about domestic borrowing that I want you to understand. Now, domestic borrowing in Kenya, according to me, Morara, is a scam. All right? It's a scam because Kenya hakuna capital ya kufanya biashara. Wewe kama mfanya biashara wa chini, ukienda kuitisha loan kutoka kwa bank, ukitaka kufanyia biashara, unapata it's very hard to get that loan. Do you know why? Because of this thing called domestic borrowing. Unapata the government borrows all the money from the domestic market. Mpaka hakuna pesa anymore for business people to borrow. But kama tuseme banki iko na 150 billion nataka kulend out this year, 100 billion ishaenda kwa serikali ama 130 billion. Ingine ndio imebaki. Ndio maana mkienda kwa bank, mnapata telling point ni 7. Mahali tellers wanafaa kukaa ni 7. Lakini zenye zinaserve watu ni 2. Ni matela wawili tu. Mnashindwa ni nini mbaya? Mwisho wa mwaka, that bank registers very big profit. Hadi mnashindwa wanatengeneza wapi pesa na watu pay sisi wananchi loans za kulipa fees, loans, salary loans. Wanakusumbua ukitaka loan, wanakuzungusha. Why? Because they have a very well paying client called government. Hii pesa yenye serikali imechukua hii 350 million US dollars, these billions, hii ni pesa yenye wananchi karibu 100,000 ndio wangeboro hii kitu, ama karibu wananchi wengi sana ndio wangeboro hii pesa. So instead of risking with 100,000 Kenyans borrowing this money, you lend it to one very good client called the government. Ni biashara. Contract ilikuwa inaanza August 2014 to February 2016. Watu waliingia ground kuanza kazi July 2014. Kwanza kujenga hii kitu. Na watu wanaitwa Zakem, kuna kitu walifanya. Waliboro pesa kutoka Ecobank Kenya kujifinance kufanya hii project. Now this is what happens. Umewin tender. Unafaa kujenga pipeline. Lakini hauna pesa. Na hutalipwa na serikali mpaka umalize ama ufikishe kiwango fulani ndio ulipo percentage fulani, ulipishe kiwango fulani, ufikishe kiwango fulani ulipo pesa fulani hivyo. So unahitaji do. Na maybe hauko liquid, so you borrow from a bank. So hiyo ndio walifanya. They borrowed from Ecobank Kenya. Meaning hiyo ni biashara yao na Ecobank.
wao ndio wamepewa tenda, wameamua kutafuta financial, hiyo ni busy yao. Inamaanisha kitu wameambia huyo financial anaitwa Ecobank Kenya, tukilipwa na serikali KPL, hii Kenya Pipeline Corporation, tutawalipa. Umeelewa? Unajua I'm trying to break it down ndio muelewe. Wameenda wamechukua loan kwa Ecobank Kenya ili wakikuja kulipwa kwa hii kazi yenye wamepewa wakuje kulipa Ecobank. Sawa? So hakuna mahali sisi kama wa Kenya ama kama serikali ya Kenya, hakuna mahali inapatana na Ecobank. Ecobank ni iko busy yake na Zakem wakijaribu kufulfill hii contract. Tusonge. So Zakem wakafanya job, wakaanza kulipwa kwa kufanya job. For example, tarehe 2 Oktoba 2015 saa 8:09 ya mchana, Kenya Pipeline Corporation Limited wakitumia account number 6634970017 ambayo iko NCBA Bank walilipa Zakem International Construction Limited kwa account yao yenye iko Ecobank Kenya. Account yao ndio hii 500,10,25,302. Kama unafanya kwa hizo banks, muende muangalie ya account number, muangalie zile transaction nimekuwa ikifanya, ndio muweze kutupatia taarifa zaidi. Amount wakawalipa 140 million Kenya shillings, 140,956,000. Hiyo ndio waliwalipa hii siku 2015. Tusonge chini. 14th February 2018 saa 4:29 asubuhi, saa ile siku imeanza, Kenya Pipeline wakitumia account yao yenye iko Citibank. Okay? Hii account inakuanga US dollar account 10,40,52,029 iko Citibank. Wakalipa Zakem kwa account yao ya CFC Stanbic Bank yenye iko Kenyatta Avenue. Account number ndio hiyo. Wakawalipa 382,648 US dollars. This is approximately 38 million. Muna realize kitu imehappen the same day. Na imehappen in a span of like 7 minutes. Walilipa hii kwanza 39 million. Alright? Wakakuja wakalipa 38 million kwa account tofauti. Biashara, tutaki kuread too much malice. Kuja hapa tarehe 26 February 2018 saa 9:38 PM, Kenya Pipeline wakitumia account yao yenye iko CBA Bank wakalipa Zakem kwa account yao ya CBA 159,808,000. Songe chini. Tarehe 6 March. No, tuanze na hii. Tarehe 26 February 2018 saa 9:55 PM, imebakisha dakika 5 ifike saa 10. Kenya Pipeline wakitumia account yao yenye iko Standard Chartered Bank wakalipa Zakem kwa account yao yenye iko CFC Stanbic Bank. Hii account number waliwalipa pesa ngapi? US dollars 368 million Kenya shillings. Sawa? Tusonge. On the 6th of March 2018 saa 6:48 mchana, that's 48 minutes past noon, lunch time hivi tu, Kenya Pipeline wakalipa hawa Zakem wakitumia hii account yenye iko Standard Chartered. Wakalipa Zakem kwa account yenye iko CFC Stanbic. Waliwalipa dongapi? Approximately 150 million Kenya shillings, but waliwalipa in US dollars 1.4 million US dollars. Tukuja tena 2018 March, Kenya Pipeline Limited wakitumia hii account wakalipa tena Zakem. Hii ni saa 9:24. Wakawalipa kwa account yao ya CFC Stanbic. Waliwalipa pesa ngapi hapa mnaona? 6.6 billion. This was USD 65,284,000. Sasa hizi zenye nimelist ni zile zenye nimemanage kupata. There are other transactions zenye sijapata, zenye zina amount to a substantial amount of money. Karibu 408 US dollars in amount to that. So receipt ndio hii. So unaonanga ile receipt mnapewa kwa bank. Hizo receipt niko nazo bana. I'm not doing guesswork hapa. Ndio hii Commercial Bank of Africa inapeleka pesa Ecobank ni 2nd October 2015. Mnaona hapa ni 140 million Kenya shillings. Na mnaona hapa ni Kenya Pipeline Corporation Limited inalipa nani?
Zakem International Construction. Hii ni ile receipt unapanga kwa bank. Iko paka na time hapa. Saa 8:09. Songe kwa receipt nyingine. Hii ni receipt nyingine, payment Zakem details. Hii ni Citibank. Unaweza ona mwenye analipwa hapa ni Zakem International. Alright? Analipwa at Stanbic. Sio, mnaona? Mahali inatoka ni hii account ya Citibank. Na hii account ni ya Kenya Pipeline. Tusonge chini. Ingine ndio hii. Kenya Pipeline, receipt ya bank. Hii ni pesa ngapi mnaona? In US dollars. Iko visible vizuri. Ingine ndio hii ya CBA wakitransact. Marisiti niko nazo. Receipt ingine ndio hii, Kenya Pipeline Company to CFC Stanbic. Ya, Zakem International. Ndio hii. Hii ni receipt ingine tena. Amount si mnaona hapa 3 million US dollars. Ya, 3 point. Receipt ingine ndio hiyo. Receipt ingine ndio hiyo. Marisiti niko nazo. Sasa tufike kwa hii barua. Now, hii barua juu kuna transactions zenye sijazipata. Hii barua ndio itanisaidia sasa kuexplain tumefika wapi kihesabu. On the 27th of January 2019, Kenya Pipeline Company Limited certified the contractor had completed works. Actually, on 27th of January 2018, he issued a letter and a takeover certificate. Angalia tarehe ya hii kitu. 19th March 2018. Payment of US dollars 10,840,000. Hii receipt hii ya 10 million US dollars sina, lakini si unaona barua ya Kenya Pipeline yenye ina release hii pesa niko nayo. Ndio hii, angalia. We refer to clause 60.3 of the contract between Zakem and Kenya Pipeline, which requires us to release 50% of retention money upon issuance of the takeover certificate. Sasa nataka niwaelezee retention money ni nini. Kwa ile contract ya pesa yote, watu walilipwa almost all the money. Lakini kuna kapesa inabakishwangwa in case ile kazi umefanya ikuwe ni kazi mbaya, so that hiyo pesa itumike kufanya repairs. So ndio hii walikuwa natoa barua ya kurelease the balance yenye walikuwa na Zakem. Hii ni 2018 March. Yani contract imeshafanyika, imeendelea hadi auditor general, mnaona kwa audit report ameconfirm kazi imeisha. Ameconfirm ndio hao wanalipwa, sasa pesa ile ilikuwa imekuwa retained. Kuna barua ya PS wa Treasury nataka msome hapa An advisory in 2024. Hii sasa tushatoka 2018. Kumbuka ile deal iliisha, watu walilipwa. Zakem ilipelekana na Ecobank kotini juu ya zile loan zenye walikuwa wameombana. That's none of our business. Hiyo ilikuwa biashara yao. Juu Zakem walilipwa. Zakem walikuwa nafaa walipe Ecobank, si ndio? Sisi tumemaliza project. Tumelipa Zakem. Si Zakem wanafaa walipe Ecobank. End of the story. Now, angalia August 2024. No, hii ni August 2023. Nitaedit hapo hivi. No, July. I'll edit this. It was on the 17th July 2024. Ndio hii barua iliandikwa. Hivyo haijapita muda mrefu. Juzi tu. Ndio hii barua imetoka. Haya, hii barua inasema aje? Inaenda kwa PS of Energy, inatoka kwa PS of Treasury Chris Kipto. Anasema lipeni Zakem 21 million US dollars 546 as interest kwa ile pesa hatujawalipa na pia muape a contractual rate ya 6%. Ndio huyo hapa unaweza muona hapa akisema the parties, that's Kenya Pipeline and Zakem, have negotiated and agreed walipane 24 million US dollars na waache balance ya 31 million US dollars. Kuja hapa. Kenya Pipeline ikatii ile barua. Wakalipa hiyo 24 million US dollars. Evidence ndio iko karatasi. Unaona hii ni Ahmed Nasir Abdullahi Law Firm. Ilipewa 10 million US dollars. Hii ni Zakem, account yao iko Uber Bank. Walipewa 9 million US dollars. Na hii ni Zakem Ecobank, walipewa 5 million US dollars. Total 24 million US dollars. Meaning pesa ililipwa.
si ndio? Na ndio uone hii 24 million vile inakuja, 24 million US dollars, siongelei Kenya shillings. Angalia hii 10 million US dollars. Inapewa nani? Ahmed Nasir Abdullahi Advocates. The account at Uber Bank. Hii ni 10 million US dollars. So tuko kwa 10. Si tunataka kufika kwa 24. Aya. Hii ni 9 million US dollars. Inalipwa Zakem. Sasa tuko 19. Si ndio? Aya. Hii ni 5 million US dollars. Inalipwa tena Zakem. Sasa tumefika 24 million US dollars. Perfect. Sasa hivyo tuko pamoja. On top of that, Zakem wakaongezewa interest ya hii pesa imechelewa. Interest ya pesa ngapi? 19 million US dollars. My friend. Unajua hii ni 2024. Kumbuka hii ni kitu iliisha 2018. Sasa hii story ndo hii. 6% interest on delayed payment of negotiated approved amounts, 21 million US dollars. Certificates due water exchange variances, 1.9 million US dollars and 19 million US dollars. Inalipwa kwa Zakem, lakini inalipwa kwa akaunti ya wakili wake Ahmed Nasir Abdullahi Advocates. Haya, ndio hii basi. 19 million US dollars paid to Ahmed Nasir Abdullahi Advocates by Kenya Pipeline Company Limited. Ndio hii. Ingine tena. Sasa hii si ile 19 million. Hii ni ingine. 25 million US dollars. Hii sasa hii hata ielezeki. 25 juu hata I'm unable to get the facts on this one. Kenya Pipeline needs to explain, by the way, this thing for the common public to understand. Hii pesa walikuwa nalipa 2024 ilikuwa ya nini, na hii kitu tulimalizana kitambo. Ama kama hatukumalizana 2018, watuambie balance tulibaki nayo 2018 ya Zakem ilikuwa ngapi, na kama inafika hii pesa. Juu tumelipa 24 million US dollars, tumekuja tumelipa 19 million US dollars, tumekuja tumelipa 25 million US dollars. Hiyo ni pesa ngapi? 24 million US dollars plus 19 is 24 million US dollars plus 19. You need 43 million US dollars. 43 million US dollars ukiongeza hii imefika 68 million US dollars. 68 million US dollars hapa tushalipa hapa. Huyu ni Ahmed Nasir Abdullahi kwa account yake ya Uber. Yeye ndio wakili wa Zakem. Ndio hii mnaona transaction yake ndio hii. Receipt kwa karatasi. Nani amesign? Ibrahim Zakem. Ndio amesign signature yake hapa. Ibrahim Zakem. Amesign na umepata. Now, hizi ni zile transactions zenye zimelipwa tangu 2018. Mimi na believe kitu tulimalizana nayo 2018. But Kenya Pipeline inapinga, inasema tulikuwa na balance. Nataka watu provie walilipa pesa ngapi. Watu onyeshe all completion certificates and how much they paid. So that by the time audit agenda wanakuja kusema hii kitu imeisha, watu waambie tulibaki na balance ya pesa ngapi. Hiyo balance ya pesa ngapi, watu waambie pesa tumelipa tangu hiyo 2018 ni ngapi minus hiyo balance, ndio tujue nini iko extra. Because wanakataa kwamba hakuna extra imelipwa. We want openness and transparency. And actually as Kenyans, we have the right to access to information. Hii ndio pesa yote yenye imewahi lipwa tangu tumalizane na wao. On 19th of May 2023, Kenya Pipeline using this account walilipa Zakem in their EcoBank account 702 million Kenya shillings. In 5 million US dollars. Aya, tusonge chini. In June 2023, last year, Kenya Pipeline walilipa kwa hii using this account kwa Zakem yenye account yao yenye iko Uber Bank walilipa 9 million US dollars. Hapa nyuma kuna yenye nimeruka yenye 2023 May bado walilipa Ahmed Nasir 10 million US dollars. Aya. Walilipa tena 2023 Kenya Pipeline walilipa Zakem 19 million US dollars through the lawyer Ahmed Nasir Abdullahi Advocates. 2024 July, juzi. Na hii kitu ilisha 2018. Juzi tumewalipa 25 million US dollars. Nataka tumalize na hii press statement ya EcoBank. So EcoBank kwanza hatuna biashara nao. Biashara ilikuwa na Zakem.
Na hata wao wamekubali hapa. Wamesema Ecobank is aware of the report that was on the media. Now, Ecobank does not have any banking relationship with Kenya Pipeline or oil fields. In 2014, Ecobank did not fund the pipeline. Ecobank has credit facilities with Zachem to enable it fulfill that contract. Hivyo Ecobank hapa inasema sisi hatuna biashara na serikali ya Kenya. Hatudai serikali ya Kenya pesa yoyote. Sisi tunadai Zachem pesa. Meaning Zachem ndio walikuwa si Zachem ndio walikopa loan ya kuwasaidia wafanye contract. Zachem ndio walikuwa nafaa kulipa Ecobank. I hope hamja confusika. So, Madam Faith Boynet, we thought that short hair means integrity, and we hope it does. Can you, Madam, explain to us how much money has been paid to Zachem since 2018? We want to minus. Tell us if we had a balance, because we know we didn't have a balance. But it's okay, we want to give you the benefit of the doubt. Tell us if we had a balance and how much. Then tell us how much have we paid from the public coffers to Zachem or to Amenasir Abdullahi, the lawyer of Zachem. Mr. Joe San, we are happy that you come from the Rift Valley. We're very proud of you. I myself, I have a home in the Rift Valley and have relatives from the Rift Valley. Very proud of you, guy. You've made it to the biggest title, Managing Director. Just give us the same explanation that I've asked Faith Boynet for. And you, guy, you, together with your boss who you are representing, Chris Kipto, you, Kipkorir Koech, together with Chris Kipto, you should know that this money belongs to Kenyans. Therefore, the explanations we are asking for, hatukubembelezi na hatukuombi ruhusa. Ni pesa yetu, tuko na haki ya kukuuliza. Give us an explanation. Ama kama hamta tupatie explanation, tell your boss. Because tangu kitambo, you guy, you've been involved with Kenya Pipeline without end. The first scandal yenye mewahi kupeleka kotini as an accused person, ulikuwa unajaribu kuuzia Kenya Pipeline shamba ya Ngong Forest. Now here we are. Fast forward 2024, more than 20 years later, bado uko tu kwa hii story, bro. Na ujue ile kitu niliongea kuhusu zile ndege 6 zenye zilikuwa insured na Lloyd's of London, hiyo syndicate, si kipindi. And by the way, ni vizuri pia utueleze embassy ya London ilienda wapi. We paid 1.6 billion for it. Is it paying up to 60 million rent per year? Why yet we bought it? Aya. Now to you, what guys? If our black guys are unable, our leaders who we chose, put in positions of great respect, fail to give us this explanation, we will need it from you, George Zachem. We need you to tell us how much you've received in your account. We want to know you, Abdallah Zachem, to tell us how much you've received in your account. And you, Ibrahim Zachem, tell us how much money you've received from the Kenyan people. Because issues za corruption watu wa Kenya lazima tumalizane nazo. Na tusiingize ukabila kwa mambo ya corruption. Corruption ina affect kila mtu. Hata kama ule mtu mwenye ako corrupt anatoka kwa kabila yako, bado anaku affect because that person is stealing your future. Mambo ya ukabila, we are finishing it. Because corruption ni kitu watu wanatumia kuiba mali ya umma. Kwa hivyo tupewe hii majibu. Sisi wenyewe tukione majibu ina make sense, hatuna shida. But kama inaendelea kuto make sense, oh my friend, tuko na shida. Hizi risiti zote naziweka kwa mtandao. Kila Mkenya ajipigie hesabu yake, aone hiyo hesabu kama inaingiana, kama ingiani, tupatane pale kwa inbox. Thank you. Have a good night.